Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu kwenye kipindi chetu cha elimu ya afya ya akili. Naitwa Deborah Mongomo, ni licensed professional counselor associate. Tafadhali usipite kwenye channel yetu bila kusubscribe, kulike, kutoa comment na pia kushare video zetu na watu wengine. Karibu sana. Leo tunaanza mfululizo wa vipindi vinavyohusu unyanyasaji kwenye mahusiano. Kwa nini tunaongea kuhusu unyanyasaji? Ni kwa sababu ni shida ambayo imekuwa ni kubwa sana kwenye mahusiano kwa watu wengi sana, mahali popote pale walipo duniani. Sio shida ambayo iko sehemu moja, iko kila mahali. Huu ni mfululizo na tutajifunza masomo mengi sana ambayo yatakusaidia wewe kuweza kutambua kama uko kwenye aina yoyote ya unyanyasaji na kuweza kufahamu jinsi ya kujinasua hapo, au pia ya kuweza kumfahamu mtu mwingine, kutambua kama mtu au ndugu yako au rafiki yuko kwenye unyanyasaji na uweze kumsaidia. Kwa hiyo naomba utufuatilie kuanzia mwanzo wa kipindi chetu cha leo mpaka mwisho tutakapokuwa tumemaliza hii series. Utufuatilie ili uweze kufahamu na kuweza kumsaidia mtu mwingine, pia naweza kujisaidia mwenyewe. Masomo nitakaofundisha ni kama somo leo tutaangalia maana na athari za unyanyasaji, alafu tutaongea mambo yanayochangia kuleta tabia za unyanyasaji. Kwa hiyo tutaona ni kwa nini watu wanatani kuwa wanyanyasaji. Tutaangalia hizo tabia, alafu tutaangalia unyanyasaji wa kiuchumi, unyanyasaji wa kimwili, unyanyasaji wa kihisia na kisaikolojia, unyanyasaji wa kijinsia, unyanyasaji wa watoto, unyanyasaji wa wazee, watoto wanaweza kunyanyasa wazazi wao. Kwa hiyo unyanyasaji wa watoto toward their parents tutaangalia pia. Alafu na dalili za mchumba, utajuaje kama huyu mtu anaenda kuwa ni mnyanyasaji. Kwa hiyo tutaenda kufundisha hizo dalili uweze kutambua kwa huyu mtu nimechukua ni mnyanyasaji au sio. Kwa hiyo stay tuned, endelea kutufuatilia ili uweze kujifunza na kujielimisha kuhusu mambo haya muhimu sana. Unyanyasaji ni kitu gani? Ni kwamba unyanyasaji ni tabia ya kutumia nguvu na utawala katika mahusiano. Ni kwamba sio kwamba unatumia upendo labda na majadiliano au na demokrasia. Hapana, unatumia nguvu na utawala katika mahusiano. Ni mahusiano ambayo yanakuwa controlled na mtu mmoja. Ni matendo yanayoathiri mtu mwingine. Unyanyasaji unaweza ukatokea unyanyasaji wa kimwili, wa kiakili, wa kiuchumi, wa kisaikolojia, wa kihisia na namna nyingine zozote vile. Mfano ni kama ni kumpiga mtu, kumfinya, kumsukuma, kumkaba, kumtishia, kummanipulate, yani kutumia ujanja kuweza kucheza na feelings zake, kumuumiza, kumjeruhi. Yote hiyo ni aina za unyanyasaji na upo aina nyingi mbalimbali ambazo zote hizo tutapitia, tutaziangalia. Lengo la unyanyasaji ni kwamba unataka kumuumiza mtu mwingine, unataka kumtawala, unatumia mamlaka yako yoyote yale, uwezo wako wote ulionao kuweza kumkandamiza mtu mwingine. Na watu wanatumia vitu mbalimbali ambavyo tutaangalia baadaye huko. Unyanyasaji kwenye mahusiano unaweza kutoka kwa mtu yoyote yule, yani bila kujali umri, rangi, kabila, dini, elimu, mahali anapotoka, jinsia au umri au chochote kile. Ni kwamba mnyanyasaji anaweza kuwa ni mtu yoyote yule. Kwa hiyo usije ukasema labda mtu ameelimika sana hawezi kuwa mnyanyasaji. No. Uweze ukasema labda huyu hapa labda ana rangi nyingine hawezi kuwa mnyanyasaji. No, anaweza kuwa mnyanyasaji. Uweze ukasema labda huyu ana dini sana, ni mtu anampenda sana Mungu, hawezi kuwa mnyanyasaji. No, anaweza kuwa mnyanyasaji pia, kwa sababu unyanyasaji unakaa ndani ya mtu. Kwa hiyo tutajifunza na uweze kutambua. Alafu unyanyasaji unaweza kutokea kwenye mahusiano ya marafiki. Kuna marafiki wengine wanaweza kuwa ni wanyanyasaji. Anaweza kukunyanyasa kisaikolojia, akakunyanyasa kihisia. Tutaangalia yote hayo. Unyanyasaji mkubwa sana unatokea kwenye ndoa. Tunaona shida nyingi sana kwenye ndoa. Kwa hiyo utajifunza pia hizo dalili. Unyanyasaji unaathiri mtu kwa namna yoyote, aina nyingi sana. Alafu unaweza kusababisha majeraha ya kimwili, ya kiakili. Na unyanyasaji tunaona watu wengine mpaka anaweza akafa kwa sababu ya kunyanyaswa. Either anakufa mwenyewe, anajiondoa maisha kwa sababu amechoka kunyanyaswa, au literally mnyanyasaji anaamua kuondoa maisha yake kwa sababu amemchoka, anamuonyesha lakini labda huyo mtu bado yupo tu, kwa hiyo anatumia mbinu zozote zile kutaka kumuondoa maisha yake. Kwa hiyo tutaangalia yote hayo. Takwimu zinaonyesha kwamba unyanyasaji upo sana. Mmoja kati ya wanawake watatu, mwanamke mmoja kati ya wanawake watatu anaripotiwa kuwa anaweza kuwa ananyanyaswa, na mwanaume mmoja kati ya wanaume 4 anaweza kuwa ananyanyaswa. Kwa hiyo unyanyasaji haupo tu kwa wanawake. Tukisema unyanyasaji, watu wengi wanajua tu ni mwanamke ndio anayenyanyaswa na mwanaume yeye ni mnyanyasaji. Unyanyasaji unaweza kuwa ni bidirectional. Ni kwamba mwanaume anaweza kanyanyasa mwanamke, mwanamke anaweza kuwa anamnyanyasa mume wake. Alafu mwaka 2023 takriban wanawake 51,000 waliuliwa na watu walio kwenye mahusiano nao. Kwa hiyo unaona
wanawake wengi wanauliwa pia kwenye mahusiano ya unyanyasaji. Takwimu nyingi zinaonyesha kama wanawake ndio wanaouliwa zaidi kwenye mahusiano ya unyanyasaji. Alafu takwimu pia zinaonyesha kama takriban watu 140 wanakufa kila siku hapa duniani kutokana na unyanyasaji. Hiyo ni idadi kubwa sana ya watu. Alafu research zinaonyesha pia both wanawake na wanaume wanaweza kushiriki kwenye unyanyasaji. Kwa hiyo kama nilivyosema pia, kwa sio kwamba ni wanaume peke yao, au sio tu mwanaume mwenye nguvu, mwenye sauti kubwa, mwenye ndio anaweza kunyanyasa. Hapana, hata mwanamke mwembamba asiyekuwa na elimu anaweza kunyanyasa mtu aliyesoma. Kwa hiyo unyanyasaji ni moyoni, unasumbua sana watu. Alafu research pia zinaonyesha kwamba wanaume wengi ndio wanaonyanyasa zaidi kuliko wanawake. Wanaume wengi ndio wanaoripotiwa kuwa wananyanyasa wengi kuliko wanawake. Lakini pia research zinaonyesha kwamba wanaume wengi wanaonekana kama wananyanyasa zaidi wanawake kwa sababu wanaume huwa hawaripoti. Hawaripoti kuhusu unyanyasaji. Anaweza kuwa anateswa na mke wake kiuchumi, kihisia, kisaikolojia, kimwili, lakini hawaripoti. Kwa hiyo labda inawezekana ndio bana inaonekana kama wanaume wengi ndio wanyanyasaji, lakini wengi wanaume waga hawaripoti kunyanyaswa. Kwa hiyo lakini ufahamu kwamba both wanaume na wanawake wanaweza kuwa na unyanyasaji. Kwa hiyo ukisikia unyanyasaji usiseme tu labda ni yule mwanaume, hapana. Hata kuna mama wako juu kabisa, wako mstari wa mbele kabisa kunyanyasa waume zao, na wanaume zao wanaweza kuwa wananyamaza kimya tu. Athari kwenye afya ya akili ni kwamba unyanyasaji unaripotiwa kusababisha sana PTSD, ni post traumatic stress disorder, alafu sonona, anxiety, mawazo ya kujiua au kujaribisha kujiua, alafu hofu na kuanza kutumia madawa ya kulevya kwa ajili ya kutuliza maumivu. Alafu research pia zinaonyesha kuna aina 3 za wanyanyasaji. Hawako sawa, wako aina 3. Aina ya kwanza ni wale wanyanyasaji ambao ni wa nyumbani tu. Yeye kazi yake tu ni kuumiza watu wa nyumbani kwake, yani kumuumiza kama ni mke au kumuumiza mme na watoto. Lakini huko nje ni mtu mzuri tu. Ninyi ndani tu ndio kama mnalalamika naye, lakini nje huko kile mtu anakuambia huyu ni mtu mzuri sana. Ndio watu ambao wanaleta pia shida sana, kwa sababu hata watu kama wanaripoti, watu hawawezi hata kukuamini. Wanakuambia no, huyu mtu ni mzuri sana, wewe ndio una shida. Ni watu ambao wanamna hii, ambao wananyanyasa nyumbani tu. Aina ya pili ni watu wale wanaonyanyasa nje na nyumbani. Ni mtu pia naye anakuwa mzuri sana nyumbani. Yaani mzuri, na nyie mkisikia huko nje anapotesa watu kazini, anafanya nini, na nyie muamini kwa no hawezi kutesa watu, mbona huyu ni mtu mzuri. Na aina ya tatu ni wale wanyanyasaji ambao wananyanyasa kote kote. Nyumbani anatesa na watu wengine pia anawasumbua. Kwa hiyo wako hizo aina 3. Wanaotesa nyumbani tu, wanaotesa huko nje tu, na wanaotesa kote kote. Alafu kuna athari za unyanyasaji ambazo napenda uzijue. Ni kwamba unyanyasaji, ukikaa sana kwenye unyanyasaji, ni kwamba utakuwa una hatari ya kupata magonjwa ya muda mrefu, matatizo ya kiafya kama vile blood pressure, BP itakusumbua kwa sababu ya kukaa na stress na mawazo muda mrefu na uchungu. Vidonda vya tumbo kwa sababu hizo, kuumwa kichwa mara kwa mara, viungo vya mwili, majeraha mwilini na ulemavu ni athari nyingine. Watu wengi sana wanakaa kwenye unyanyasaji anaishia kupata majeraha, maybe ameunguzwa au amepigwa, akavunjika, akatolewa jicho. Mwingine ulemavu, unapata ulemavu unashindwa hata kutembea kwa sababu ya kunyanyaswa kwenye mahusiano, maybe kunyanyaswa kimwili. Alafu wanyanyaswaji wanaonyanyaswa wengi wanakosa usingizi, wana shida sana. Wengi wanakosa usingizi usiku, hawalali kwa sababu hawako kwenye utulivu. Kwa hiyo wanashindwa kulala, either kwa sababu ya hofu au kwa sababu ya mawazo mengi ya uoga au kwa sababu tu ya stress inayoendelea hapo nyumbani. Alafu kwa hivyo wanaishia pia kutumia madawa ya kutuliza maumivu sana, kwa sababu ya stress wanazo go through na maumivu walionayo. Wana hatari ya kutumia madawa ya kutuliza maumivu sana, ambao madawa pia kama Panadol, aspirin muda mrefu, ambao pia yana madhara kutumia muda mrefu. Alafu wana hatari ya kupata majeraha kwenye ubongo kwa sababu labda ya kupigwa, mtu labda umeanguka ukapata jeraha kwenye ubongo, au kukabwa unasababisha oksijeni isiingie kwenye ubongo. Kwa hiyo unaweza kupata ile inaitwa traumatic brain injury, ambayo hiyo ina shida kubwa sana ya kusababisha matatizo ya afya ya akili. Alafu watoto wanaokaa kwenye walezi au wazazi ambao wana tabia za unyanyasaji, wananyanyasana humo ndani, ni kwamba watoto wanaathirika sana kisaikolojia, kwa sababu wanajifeel sio safe, muda wote wanakuwa na wasiwasi, au pia wanajifunza tabia mbaya. Kwa hiyo wanaathirika sana kisaikolojia. Alafu umaskini inakuwa ni sifa kubwa sana ya mtu ambaye ananyanyaswa, kwa sababu mnyanyasaji anaanza anakusoma kuanzia mbali. Ni kwamba anajua jinsi ya kukuingia na jinsi ya kukudhulumu na jinsi ya kukufilisi kabisa mpaka uwe maskini. Kwa sababu anatumia utawala na mabavu kukutawala. Kwa hiyo ata make sure uko maskini ili usiweze kunyanyuka na kuweza kujitetea. Kwa hiyo umaskini utakuwa unakusumbua siku zote. Tutaangalia vizuri ile somo tutakapofika kwenye financial abuse. Alafu
Tatizo nyingine ni kutokujiamini, kwamba mtu kama amenyanyaswa muda mrefu unakosa hata kujiamini, kwa sababu siku zote unaambiwa labda wewe ufai, au hujui kupanga budget, au wewe hujui hiki, au ufai kabisa, au nani atakupenda huko nje, au wewe sijui ni mtu mbaya sana. Utalaumiwa kwa vitu ambavyo sio vyenyewe, kwa sababu tu mtu anataka kukutawala na kukushindilia chini. Kwa hiyo tatizo la kujiamini itatokea sana. Alafu utaendelea kwa kukaa kwenye unyanyasaji, kwa sababu kama hujiamini ni kwamba utaogopa hata kutoka. Kwa sababu nikitoka hapa nitawezaje maisha? Nimeshakuwa maskini. Au nikitoka hapa nani atanipenda tena? Au nikitoka hapa sitaweza kufanya chochote, kwa sababu ni kweli huyo mnyanyasaji amekufanya usijiamini kabisa kwa namna yoyote ile. Sasa hizi ndio sako ambazo zitaendeleza tabia za unyanyasaji. Somo letu litaendelea. Nataka sana usikilize kuanzia mwanzo mpaka somo la mwisho kabisa. Kwa hiyo next time tutaongea sababu zinazosababisha tabia ya unyanyasaji. Yaani ni kwamba mtu anatanije kuanza kuwa mnyanyasaji. Tutaangalia sababu zinazomfanya mtu aanze kuwa na tabia za unyanyasaji. Kwa hiyo stay tuned. Somo litakalofuatia ndio litahusu hivyo. Uendelee kutufuatilia, na kama umependa content usiache kusubscribe na kushare. Asante sana.